Anko, ona ndugu zako wanachofanya. Wanasema mimi ni muuaji. Mama yako ameniambia niwache watoto wangu nirudi kwa baba yangu mikono mitupu. Amesema mimi ni mpangaji tu hapa. Kama wewe ni mwanaume kweli, isiniache niteseke hivi ukifika huko. Kabla mume wake hajafariki, maisha yalikuwa kama ndoto nzuri. Lina alikuwa na miaka 28, mwanamke ambaye uzuri wake uliwafanya watu wasimame na kumtazama mara mbili. Yeye na Kamau waliishi kwenye nyumba kubwa ya kisasa mjini. Walikuwa na watoto watatu wazuri. Tarik alikuwa na miaka 8, Mika miaka 7 na Noah miaka 6. Nyumbani kwao palikuwa daima na vicheko. Kamau alikuwa mwanaume mwema aliyempenda mke wake. Alitoa kila kitu. Lina hakuhangaika na chochote. Alitumia siku zake kuwalea watoto na kumuunga mkono Kamau katika ndoto zake. Asubuhi ya ajali, jua lilikuwa kali. Kamau alikuwa amevaa suti ya bluu iliyompendeza, akila kifungua kinywa huku watoto wakicheza miguuni mwake. Lina, mpenzi wangu, Kamau alisema akitabasamu huku akinywa chai. Leo nina mkutano mkubwa. Ukienda vizuri, tutawapeleka watoto mapumzikoni. Rudi tu salama, Lina alijibu huku akinyosha tai yake. Hicho ndicho mapumziko ninayohitaji. Kamau alimbusu kwenye paji la uso, akaahidi kurudi saa 11 jioni. Kisha akaendesha gari kutoka getini. Masaa machache baadaye, Lina alikuwa sebuleni akimsaidia Nina kazi ya shule. Simu yake ikalia. Ilikuwa namba isiyojulikana. Halo? Je, wewe ni mke wa Bwana Kamau? Ndiyo, mimi ndiye mke wake. Ninaongea na nani tafadhali? Madam, kumetokea ajali mbaya sana kwenye barabara kuu. Unatakiwa kuja hospitali ya General sasa hivi. Mkono wa Lina ukalegea. Simu ikateleza kutoka vidoleni mwake na kugonga sakafu kwa kishindo. Hakupiga kelele mara moja. Alikaa tu akitazama ukuta, huku watoto wake wakimuita, "Mama, mama, tafadhali mama." Kisha kilio kirefu kikapasuka kutoka kooni mwake. Alianguka kwenye zulia akijivuta nywele kwa maumivu. Kamau alikuwa ameondoka milele. Kijijini hali haikuwa ya faraja, ilikuwa ya hukumu. Lina alilazimishwa kukaa kwenye kigoda cha chini katikati ya uwanja. Wanawake watatu wazee walimzunguka. Mmoja wao alikuwa ameshika wembe mkali baridi. "Tulia Lina," mwanamke wa kwanza alisema kwa ukali. "Hii ni desturi. Mke lazima asafishwe ili roho ya mumewe ipite." Nywele ndefu nzuri ambazo Lina alikuwa akizitunza zilianguka kwenye udongo. Wanawake wale walinong'ona, "Angalia jinsi anavyolia." Wa pili alisema kwa sauti ya chini, Wanawake wanaolia kama hivi wanajua sababu ya kifo cha mume wao. Lina aliinua macho yake mekundu. "Mnasemaje? Nilimpenda. Alikuwa maisha yangu." Lakini walimpuuza, wakaendelea kupitisha wembe kichwani mwake hadi kichwa chake kikawa kipara kabisa. Siku ya mazishi ndiyo ilikuwa ya huzuni zaidi. Familia yote ilikusanyika kuzunguka kaburi refu. Ilipofika wakati wa kutupa mchanga, Mama Zawadi, mama mkwe, alisogea mbele. Alichukua konzi ya udongo mwekundu na kuutupa kwa nguvu kaburini. "Kamau, mwanangu," alipiga kelele. "Kama kuna mwanaume au mwanamke yoyote aliyeshiriki katika kifo chako, wasipate amani kamwe. Ardhi iwakatae. Kama ni mtu uliyekula naye aliyekumaliza, ardhi imhukumu." Alimtazama moja kwa moja Lina aliposema hayo. Ndugu zake Baraka na Dante walisimama nyuma yake wakitikisa vichwa kwa chuki, wakimtazama Lina. Lina alisogea mbele kwa kuyumbaya, miguu yake ikiwa dhaifu. Akachukua mchanga wake. "Kamau, uliwaahidi watoto kwenda kwenye park. Uliniahidi milele. Lala kwa amani, nitapigania watoto wetu."